Yes. Hello. So, it's another episode, a story with a joke and a lesson in it. So, there was this kijana uko Ucha. That was a while back. Huyu kijana ni wale vijana wanapenda introvert. Apendi stories za watu, yujifungia anafanya vitu kivyake. But this guy was like, and probably nyinyi mnajua one or two guys mmeona mkigrow up. Jamaa mwenye apendi madem. One thing, anaogopa hawezi interact na madem. Akiona kama ni makwila wanakam, yeye hepa. Yutoka teke. So there was this guy in the village. Alikuwa anaogopa madem. So hataki stories za madem nini. So hii kitu ilikuwa inasumbua watu sana, maboys wake wanamwambia ni aje wewe buda, ni aje wezi ataleta dem tu, anameleta kadem nini mtaani, kwani iko aje. But it was not a big issue until waka grow up, because people grow up. So waka grow up, wakafika stage ya washa grow up, washatoka shule, so guys washaanza kuoa. So the friends washaanza kuleta dem, huyo ameoa, huyu mwingine ameoa, huyu alioa kwanza ashaanza kupata mtoi, wife yake kuna ball. So but this other guy bado ako tu single, ana hata girlfriend. So alikuwa anapata pressure. So unapata wazazi wanamuuliza, kwa nini hutaki kuoa? Kwa nini hatukuonagi na msichana nini? They are concerned as normal parents. Maboss pia wanamuuliza, ni aje buda, ni aje, kwa nini kuliendaje? Mpaka wanajaribu kumshikanisha nini ile kuconnect, but tunaona jamaa na hepa, hataki. So one of his friends mwenye alikuwa close akabahatika kaenda tao. At that time hakukuwa na urbanization like this time, ilikuwa kitambo. So msekienda tao, akienda tao arudi home, ilikuwa ngani kitu kubwa sana. Alikuwa na receive kama king. Yes, juu ameshaenda tao, amepata kaujuzi kidogo, yani yeye ni kama king. Sasa kirudi kijijini, watu wanamtii. Huyu jamaa amekuwa tao. And then the funny thing, kwanza watu wa Murang'a, tukisema tao ikuangi tao ati tao ndani, ni Githurai. Na kila mtu anajua tao ya watu wa Murang'a ni Githurai. Githurai 45, hiyo ndio town yao. That's the first place wanafikanga, ndo at least wafunguke wajue the other areas. So apart from Githurai, ile kitu sasa wanajuanga next wakiomoka inakuwa ni Nyamakema. But that has changed. Ilikuwa kitambo. So the town Nairobi, watu wa Murang'a na some parts of Gatundu ilikuwa ni Githurai 45. So this guy akaenda Githurai, alikuwa ameitiwa janta, there's kajobo, akafanya kajobo for a few days nini then akarudi Ocha. Alikuwa anaitwa kama kibaru, then anarudi, anafanya weekdays, weekend anarudi. So jamaa akarudi weekend ya kwanza, akaenda direct kwa ule jamaa. Kama jamaa manze, nimepata solution ya shida yako. Wewe huwezi kuanga unakaa hivi single na tao kuna mademu anauzwa. Really? Ujamaa akaona ni kama ujamaa anampanga. Akamwambia, "Manauzwa aje? How do you sell nini?" At first ujamaa alikuwa amesikia mambo ya Koinange, akafikiria ujamaa anamwambia mambo ya Koinange. Ujamaa akamwambia, sisemi yao. Nasema kuna mademu hawajaguzwa na mtu, ni dem ako clean, ako mpya, brand new, wewe ndio wa kwanza kukuwa na yeye. Na wademu hawauzi pesa mingi. Wewe tafuta 5,000, ndakuongeza hiyo 5,000 nikulete mdemu. Hata tutaenda na wewe tukabai. So jamaa akasema, kama si hao wako Koinange, I think hapa kuna hope. Akakuwa curious kujua mademu ni wagani na wanabaiwa wapi. So siku ikafika, jamaa akasakanya 5,000 yake safi, kaeka kwa mondo, na yeye jamaa wakabook day ile wakatoka pamoja. So wakachukua gari wakaenda Githurai. So kufika Githurai, hapo ndo sasa mambo ilianza kuchemuka. So jamaa alikuwa eager kuona mademu tunaenda kununua, mademu anakaaje. So jamaa alimpeleka direct mpaka kwa shop moja. Hiyo shop ilikuwa imejaa different colors nini. So ile kitu jamaa kuanga amejua ni hizi dummies. It was the first time kuona dummies. Before that hakukuanga na dummies. Even watu wakuuza manguo walikuwa wanauza manguo tu, yani generally wanazihang na hangers. So
the very first time sasa madami zilianza kukua imported to Kenya ilikuwa that time. So jamaa wameenda nini sasa kwanza walipata zile zimevalishwa nguo na zingine bado zilikuwa zimekwa kwa store hazijavalishwa nguo. Sasa jamaa akampeleka akamwambia ndio hizi. Jamaa anaangalia madami na hizi madami ziko fine. So wakaenda kuangalia hivi. Sasa mwenye anauza mnataka nguo gani? Sasa ndio jamaa akamwambia si hataki nini? Hataki nguo. Tunataka mwenye amevaa hizo nguo. So these guys akasimama ni watu wa biashara wanataka tu pia dami waende wakafanya display. Akamwambia wacheni na hizi, acha nikaonesha ziko kwa store. Naweza wauzia na bei poa. Jamaa akawapeleka kwa store huko back. Sasa wakapata zimejaa hivi. Different colors, sizes. Jamaa wacha fry. Akafry hizi zote. Sasa ni kuchagua, angalia ile fine. So wakachagua. So kuchagua nini hivyo nini? Jamaa anakagua hii nini? Dami anaona hii iko fine but kuna vitu ni kama kuna vitu ziko missing. But haina wasi. Wacha tuchukue hii nini juu waliuziwa bei poa, so wakachukua dami moja wakaenda nayo. So they went to kwa gari ikafunguliwa juu ni refu, so ingetoshia ndani ikafunguliwa juu. So this guy alikuwa anasema wazi mtu wangu wako huko juu. Wacha tufike. So nini venye walifika Ocha, hapo ndo sasa it was a spectacle. Because remember Ocha wako wameona dami. So Ocha amesema huyu jamaa alikuwa anaitwa Julius. Julius amekuja na msupa na ni mzungu. Kila mtu atakuwa na umsupa. Na sasa hizo wamefika jioni wako wanataka watu wajue story. Basi sasa wenye wameona kuna wale jamaa wanabakingi kwa base ma late night. Hao sasa ndo wali notice kuna kitu imeletwa na inakaa hivi. So walisema tuliona ameleta mama. Sijui mbona alikuwa amebebewa juu but ako fine na ni mzungu. Kumbe wase walichukua sasa hiyo dami wakaenda kwa hiyo kijau boy wakaenda wakaifungia huko na ikaekwa chini ya bed. So news zikaenea. Julius ameleta mama kwanza mzungu. Kwanza amekuja jana na Ken. News zikasambaa. Sasa wazazi wao Julius wakasikia Julius ameleta mama. So wakajenzuliza Julius our kid. So alikuwa a change akakuwa excited. So asubuhi si ndio hao wanaenda wanabisha kwa mlango ya Julius. Julius mgeni yako wapi? Mtoe kule chakula, wacha tumsalimie. Sasa Julius anashindwa watu wanajua huyu mama aongei. Huyu mama ameandaa kutulia. Sasa akamwambia hapana, wacha kwanza alale. Atamka baadaye atakuja wasalimia. So to cut the long story short, that's how Julius got the first wife. Wife hakuwa anaongea, hakuwa anakula, but at last alikuwa amefanya venye watu walikuwa wanampea pressure kufanya to get a wife. So in short, sometimes tunapeanga watu pressure is their nature, maybe the way they are, and tunafaa maybe to use a different approach on how we deal with them. Kama mtu unaona ajaoa na amefikisha miaka fulani, msiwapatie pressure mingi sana. You don't know the reason why maybe wanaogopa kufanya hivyo, why they don't do that, because that pressure can maybe make them even have some sort of depression, because wanaona unawapea pressure sana ati mbona ufanye hivi na mwenzako amefanya. Let people walk with their own pace, na pia guide them if you can. If you are a religious leader, if you are maybe a parent, a mentor, or guide in the right way, at least waelewe this and this should be happening, but it's not happening to me. What's the issue? Understand the issue first, then you can do. So that's the episode about a story with a joke and a lesson in it. So thank you guys.